Kwenye meza ya uchambuzi wa yale ambayo yanayoendelea nchini kwetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Hussein Kubwa na hii ni Kubwa Family TV hapa Cleveland, Ohio, Marekani. Wewe kama Mkongomani unisaidie kusubscribe channel hii ili uungane na mimi kuyatathmini yale ya nyumbani. Taarifa ambazo tumezipata leo, wale ambao wameangalia taarifa za habari kuanza asubuhi, imesemekana kwamba wazalendo na jeshi la wananchi FARDC wameingia kwenye mji wa Uvira na hivyo wametangaza ushindi wa kulikomboa eneo hili ambalo lilikuwa mikononi mwa waasi majambazi wauaji M23. Kwa taarifa ambazo zimetoka hapo asubuhi, walionekana maskari au wanajeshi wa M23 wakiondoka haya maeneo, na hivyo Yakutumba au msimamizi wa kikundi cha wazalendo Yakutumba alipokelewa pale kwa shangwe nyingi sana, huku wananchi wakifurahia kile ambacho kimetokea na kuona kwamba ni wakati wa ukombozi na sasa hivi Uvira ipo kwenye mikono salama. Ujio wa kundi la wazalendo na jeshi la taifa, jeshi la wananchi huko Kongo hapo Uvira linamaanisha nini? Hii ni hatua nzuri kwa kuanza kuikomboa nchi yetu kwenye maeneo mbalimbali ambapo tunajua kwamba hawa waasi wapo maeneo mengi, na hivyo inaonekana kwamba makao makuu yao ni huko Goma, na hivyo wazalendo hawajapata nafasi ya kwenda huko, maana wanajua wakienda huko wanaweza wakapoteza mwelekeo, kwa sababu hii michezo ya vita unaweza ukaenda kushambulia eneo fulani na wao wakakuzunguka wakakuja kushambulia eneo ambalo wewe unalitegemea. Wazalendo huwa hawatokagi haya maeneo ya Sud Kivu, maana wanajua hili ni kati ya eneo muhimu sana la taifa letu, na hivyo wao huwa wanaegemea huu upande, ingawa watu wengi wanasemaga kwamba wazalendo kama wanapigania udongo, kwa nini hawapiganii Kongo yote nzima? Lakini wazalendo wao malengo yao ni kuhakikisha upande wa Sud Kivu, huu upande wa Fizi, huko salama na huko kwenye mikono ya wakongomani wenyewe ambao ndio ambao wanaridhaa ya udongo wa Kongo, na ndo watu ambao wanapaswa kudai haki ya kile ambacho M23 wanakidai kwamba na wao ni wananchi wa Kongo, huku majina yao tukio tunayaelewa kwamba hawa ni Wanyamulenge, na Mnyamulenge ni mtu ambaye alitoka Rwanda muda mrefu sana kuja kuishi Kongo, na hivyo hawa watu huwa wanataka kugawa nchi yetu na kuchukua maeneo ambayo sisi tunayategemea, ambapo kunaegemea rasilimali za nchi yetu. Ujio wa wazalendo kwenye mji huu mkuu wa Uvira, ambapo ni kati ya miji ambayo huwa ina shambra, huwa ina maendeleo na huwa kidogo inapiga hatua kwenye upande huu wa Fizi, ni jambo ambalo la kufurahisha kwa sisi Wakongomani ambao tunaotakia nchi yetu maendeleo na kuifanya Uvira iwe kati ya miji ambayo inasonga mbele kimaendeleo kwenye nchi yetu. Huku Fizi maendeleo yake huwa ni madogo sana kulingana na hizi pilika za fujo za majambazi kuja kupigana kwenye haya maeneo, fujo nyingi sana. Kwa hiyo kati ya maeneo ambapo hakuna maendeleo kabisa ni maeneo haya ya Fizi, Sud Kivu, lakini haya maeneo ndiyo maeneo ambayo wezi waasi wauaji wanatumia kuzichota rasilimali za nchi yetu, maana huu upande umebarikiwa kwenye masuala haya ya madini na vitu vingine ambavyo vina thamani vya nchi yetu. Je, ujio wa wazalendo na jeshi la taifa la FARDC hapa Uvira ni mwisho wa M23? Hilo ni swali ambalo tunaweza tukajiuliza, lakini mimi naweza nikawaambia wananchi wa haya maeneo tu relax, tusitangaze ushindi wakati tupo kwenye uwanja wa vita. Hizi
ni mbinu tu za yani ni mbinu za kuangalia ni nini ambacho wanaweza wakafanya ili kujikusanya upya, yani ili kuchukua nguvu upya. Lakini hawa watu hawatoenda eti mazima, kwa sababu kuna maeneo mengine tofauti zaidi hapa Uvira ambapo walipo, maeneo kama huko Kalundu, kama walivyokuwa kwenye hilo jengo wanapanga mipango yao, na vifo vya hao viongozi ambao walikufa kwenye hilo jengo, nafikiri linaweza likawa ni sababu mojawapo la wao kurudi nyuma kwenda kujipanga upya. Maana hawa viongozi ndio ambao wanaotoaga oda na wanaangalia nini ambacho kitafanyika baada ya kile ambacho walichokifanya. Hivyo hawa viongozi walioungua kwenye hilo jengo na lile bomu ambalo limetumwa hapo kwa njia ya drone kuunguza huo mkutano na kuunguza baadhi na kuua baadhi ya watu wao, uliwapa hiyo idea ya kusema kwamba warudi nyuma. Lakini huu ni uwanja wa vita wa Kongomani wenzangu, chochote kinaweza kikatokea. Vurugu zinaweza zikaja zikarudi, wanaweza wakajificha wakarudi tena. Kwa hiyo tu relax, lakini hii ni hatua nzuri kwa sisi ambao tunaopenda taifa letu kuwa na amani, na hivyo kuangalia mambo mengine ya maendeleo tofauti na nchi zingine. Sasa hivi zina ukame, hakuna fujo, watu wanaishi maisha yao ingawa na changamoto tofauti, lakini mataifa ambayo yanayokumbwa na hizi vurugu na watu wanakufa na dunia imekaa kimya na dunia imenyamaza ni taifa letu la Kongo. Na hivyo tunachekwa huko maugenini, tukiwa ukimbizini, watu wanatuambia turudi kwetu. Utafikiri hatuna nchi ambayo ni nzuri, nchi tamu, nchi ambayo wazungu mabeberu wanaitamani kutokana na mambo na vitu ambavyo vipo kwenye nchi yetu. Hii nchi ikipata amani itakuwa ni kati ya nchi za Afrika ambazo zina maendeleo ya hali ya juu, maana rasilimali tunazo na watu tunao population ya watu wasomi, watu ambao wana akili, watu ambao wana vipaji wapo kwenye taifa hili kubwa ambalo wazungu wanalimezea mate. Wazalendo na wapa pongezi kwa kile ambacho mlikifanya pamoja na jeshi la wananchi. Naomba mkaze kupambania nchi yetu. Kuna siku hii nchi itakombolewa, kuna siku hii nchi itapata amani kwa uweza wa Mungu na zile nguvu ambazo anazotupa.